Ndugu washiriki, utekelezaji wa dira kama nilivyosema na mipango yake umetupa uzoefu kuhusu utekelezaji wa miradi ya PPP, kwa sababu tumekuwa tukitekeleza katika mpango uliopita wa maendeleo, na hapa utaona kwamba kuna kazi kubwa imefanyika. Kipindi chote cha miaka mitano tuliweza kuibua miradi 101 ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, na miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali. Miradi 8 kwa mujibu wa taarifa ya kituo ipo katika hatua za utekelezaji. Miradi 3 ipo katika hatua za majadiliano na mikataba. Miradi 3 ipo katika hatua za manunuzi, yani procurement. Miradi 22 ipo katika hatua za upembuzi yakinifu. Miradi 33 ipo katika hatua ya upembuzi yakinifu ya awali, yani preliminary feasibility studies, na iliyobaki 32 ipo katika hatua ya concept note, yani wazo la mradi. Kwa miradi yote ikiendelezwa vizuri, itakuwa na nafasi kubwa sana kutoa mchango wake katika swala zima la utekelezaji wa PPP. Na serikali kupitia kituo cha ubia ilifanya pia zoezi maalum la kujenga uwezo wa mamlaka ya serikali za mitaa ili kuwezesha uibuaji wa miradi kule, kwa sababu miradi yetu ya maendeleo mingi inatekelezwa kwenye ngazi ya serikali za mitaa na wenyewe walishakupewa uwezeshaji. Jumla miongozo 6 ya utekelezaji wa miradi ya PPP imeandaliwa. Nadhani katika mijadala yenu mtaweza kujadili mambo hayo. Pengine kusema tu miradi michache ambayo ni ya PPP ambayo inatekelezwa. Kwa mfano, mradi wa mabasi yaendayo haraka jijini Dar es Salaam awamu ya kwanza, that phase 1. Mradi wa mabasi ya phase 2, phase 3, ambao phase 2 ni trunk roads na phase 2 hiyo ni feeder roads. Mradi wa ukaguzi wa lazima wa vyombo vya moto. Mradi wa ujenzi wa uendeshaji wa jengo la biashara Kariakoo ambao Mheshimiwa Rais amezindua juzi. Mradi wa ukarabati wa uendeshaji wa reli Tazara. Mradi wa uboreshaji wa uendeshaji wa bandari Dar es Salaam. Nadhani mingine mnayaona, ukiona mabasi yote haya BRT, haya Moffat, nani, yote hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa PPP. Ule bandarini mwaka juzi 2023 23 nadhani ulibuka mjadala mkubwa juu ya bandari. Ni kutokuzoea tu, lakini kwamba serikali inauza bandari. Serikali, hamna serikali za kuunda bandari duniani, haipo. Lakini tulitoa katika mfumo wa PPP. TPA wapo pale, tumewapa DP World, tumewapa Adani, kampuni kutoka India, wanafanya operations, wana manager anaitwa Mabeth, na wanaotumia bandari wanaona faida yake. Efficiency ambayo imetokea pale is massive. Tunaona mizigo meli zinahama kutoka bandari zingine kuja kutumia bandari ya Dar es Salaam. Sasa tuna crisis ya sio tena ya upakwaji pale na kupakua, tuna crisis ya mizigo kuisafirisha kwenda kwenye nchi za wenzetu. Kwa sasa changamoto ni barabara. Ndio maana inabidi tupambane reli ipanuke ili mizigo mingi isafirishwe kwa njia ya reli badala ya kusafirisha kwa njia ya barabara. Kwa nadhani with time utaona kwamba hizi habari za PPP zitaanza kuzoeleka. Lakini nilikuwa naongea na Mbakalia hapa, watu wengi hawajui, wenye umri mdogo, kwamba NMB ni matunda ya ubinafsishaji, benki ambayo inasifiwa sana. CRDB ni matunda ya ubinafsishaji. Hizi benki hizi ulikuwa ukienda enzizo, unaingia kwenye benki kuna magunia pale na kuna watu wawili watatu, lakini sasa hizi these are the banks which are competing regionally na zinaendeshwa na Tanzania. Kwa hiyo dhana ya sekta binafsi itaenda kuingia vizuri tu.